Niko labor and delivery hapa, nikaona tuongee kitu mara moja wanawake wenzangu. Zaa watoto unaowaweza. Narudia tena, zaa watoto unaowaweza wewe kama mwanamke. Na hapa naongea hata na wale watu wa ndoa moja takatifu. Mwanaume habebi mimba, mwanaume anyonyeshi, mwanaume hujui uchungu wala hajui C-section. Wanaume wote always utasikia zaa tu mke wangu, zaa tu mke wangu. For your peace of mind, mentally, spiritually, financially, physically, zaa watoto unaoweza kuamudu wewe. Unaona kwamba mimi hawa nitawaweza. Hata ikitokea mmeachana, kuachana kunatokea. Kiachana, mama always ndo mlezi. Wewe ndo utaondoka na mtoto wako. Kuna kitu kinazeesha mwili kama kubeba mimba, kama kunyonyesha. Wote tunalijua. Ukizaa tu mtoto mmoja mabadiliko ya kutosha. Imagine mzaa 5. Pia katika the emotional side, mama ndo mlezi. Hatutoi thamani ya baba katika ulezi, lakini wote tunajua mama ndo mlezi mkubwa wa watoto. Watoto wamekula, watoto wamevaa, watoto wamefanya nini? Mama. So narudia, always have watoto unaowaweza kwa manage. Usimsikilize mwanaume. Wewe ndio unasema mimi naweza kuzaa watoto 3, naweza kuzaa watoto 2, naweza kuzaa watoto 5. Lakini jamani, mambo siku hizi ni bei. Ukitaka watoto waende shule nzuri, ukitaka kusafiri na watoto wako, ndio kila siku mnaishia kupeleka watoto ambao ni kids, mnawatisha. Wengine wanawake ni wabishi, naambiwa na wanaume, mke wangu tuzaa watoto 2 wanatutosha, lakini wewe kwa sababu unatafuta mtoto wako wa kike, unatafuta mtoto wako kiume, basi unawajaza 4 5. Mwanaume akitoka kuacha ndani, ananiacha, anatoka nje na wanawake zake. Zaa watoto unaoweza shoga. Watoto wanahitaji matunzo, watoto wanahitaji kuhudumiwa, watoto wanahitaji kuangaliwa, watoto wanachakaza. Haya, mimi naenda jamani kwa hospitali.